hajanipea ruhusa, lakini njaa mimi njaa inakutuma kwa sufuria ya mama. You should respect sufuria yake vile sisi tulikuwa kama sisi tulikuwa hapo na tuingie kwa sufuria yake kupakua. Nyinyi ni kama nyinyi tumbo nilipata. Mama aidiwa kitu fulani. Unajua wewe story yako mama alinipigia yako wewe upande wa 2020 wakati unasoma. Guys, let us stories. Okay, mimi nilifanya nini? Kwa 2020 kuiba pesa kuficha kwa set. Wewe nimepigiwa story yako na mama. Nimenyamazia sana. By the way, unakumbuka? Kama tuko shule ya strip. Lakini sasa shule mnaenda shule unapata sambusa. Alafu asubuhi ilikuanga ukienda unapata mandazi moto zinapikwa, sambusa tamtamu moto zinapikwa. Haki ya Mungu, unaangalia tu. Itakulazimu umeipata mbao ya made. Yenyewe Jehova mnapata mama yetu sasa anauza changande atobe. Lakini pia wakati hiyo mama alikuwa na pesa mingi. Ninakunyima aje? Ona hiva. Ona upeshe. Hiyo wakati mama pia alikuwa na pesa mingi, ulikuwa mwezi mwingine mpumbavu. Mimi ningekuwa wakati wako. Mama ana salary ya daily almost 1k. Wewe unaenda unaiba 20 bomb. Na still wewe mwenyewe ndio unafanya akupate. Unanyima Juliet. Na unajua Juliet atakusema. So Juliet alikuwa anasema ukinunua kitu na mnyima. Sasa yeye alikuwa anakuuliza tu umetoa wapi pesa na ufanyike kazi. Nilikuwa nachomoa 20 napita hivyo nyuma kwa veranda nyuma hivyo na tuso. Lakini jamani, lakini ujinga utoto na Kongo na ujinga. Wizi mimi siwezi taka hata kujibeba tena. Mimi ndio mwizi mzuri, siibi vyetu. Niiba vya wenyewe. Vya wenyewe ndio dangerous, hata uibe. Lakini si majirani wetu watanua. Majirani wako wanajua tu mimi ni mtoto njanja amenipeleka pana. Sasa mimi mtu akinipata mimi nakula miwa. Si hapa anajua ni njanja imenileta nikule miwa. Na si ati ningeenda kumtafuta kwake ati nimuombe huko alafu ndio nikuje nitoe huko. Ni ngumu. Sasa nimeenda nikajitolea yangu 4 tu, si mingi. 4 tu. 4 tu ya nyingo 7 nikikula 4 hiyo ni mingi. Sijaiba, nimevunja hapo tu. Hebu tuache story ya wizi. Life inakupelekaje mahali umehamia by the way? Inaitwaje? Tumehamia Bicenta, tumehamia Umoja tu tuseme Bicenta. Lakini Umoja tu na Bicenta. Ziko tu zimekuwa attached. Ziko pamoja tu. Ni kama kutoka hapa mpaka Bicenta ni kama vile tuka hapa Kamiti Court mpaka hiyo junction ya nini hapo ya traffic. Hiyo ndio mbali tu. Sasa tuseme hapo ni mbali. It's a walking distance in fact. Basi si mbali. Junananga watu wa Bicenta sana wanakuja soko ya Umoja tu. Ndio vitu ziko cheap. Vitu ziko cheap. Huko baada vitu ziko cheap. Hapa mnanunua Royco Cube ya 10 ni Royco Cube ngapi? Moja. Huko ni 3-10. Unaona? Hii imekuwa difa kidogo. Na kwani compared to Jogoo Road mali mlikuwa mnaishi si pia ilikuwa ni ama huko nilikuwa napata kuku wanakupimia mpaka kuanzia 10 bob, lakini huko ndiye naanza na 300, lakini una feel kuku. Una feel kuku. Una feel umekula kitu ya maana. Ingawa anapanguzanga hii mataka kuku na kitambaa. Kwani ulikuwa hapo time yenye nakumbuka tulikuwa tumeenda kutembea kidogo, si ndio? Mimi mwenyewe alikuwa nikamwambia mimi nilikuja kwa mnatembea mpaka na Kela. Sasa nikamwambia mimi kuja huko nako Kenya mama wanapanguzia kuku alafu ati wanauza, ameandika hapo chini ati 300. Hata niwe na tamaa kuku aje hata aseme kuku ndio kiwa ya ugonjwa wangu siwezi kununua. Hata kama kuku ndio tiba wewe. Kwani
wanafanya aje? Kwani wanachukua kitambaa? Ni kitambaa chafu kwani? Kitambaa mimi janibamba, kitambaa ni chafu. Uwezi sema kitambaa white na ka brown ni ite safi. Yeah. Hiyo ni chafu. Napanguza hapo kwa hii sijui nini Waswahili wanasemaje, mimi nitasema ya kawaida tu, matako. Wanapanguza hapo. Wanapanguza humo nyuma. Hadi walikuwa wanapanguza, sema makalio. Sema na makalio si matako. Matako. Makalio anapanguza nyuma huko. Anapanguza huko nyuma, alafu sasa kwa place ya kinyesi. Ukipata wamezipanga hapo, zinapeana tamaa. Ukweli zinakuwa zimeshakaangwa. Ukarangingi wanauza tu kwa hivyo mbichi. Kenya wanatoanga pale tu ni mguu, shingo. Waguzi kuku unapata kuku yako full 300. That is cheap now. Cheap kwako. Cheap lakini I thought unasema cheap as in 300 ni kapandeka hii side moja peke yake na hii mapaja ama something like that. Mimi niliona tu ameandika hapo 300 na kuku imepangwa moja. Na sasa kuku yenyewe hata si kubwa. Sasa amelala. Tunajua kuku za grade. Hata size anatengenezwa vizuri, wanajua tu. Hiyo ni zile zimedungwa bwana. Mimi naogopa hizo ni zile zimedungwa. If I'm not wrong, afadhali KFC. How is the place? Mwenye mmelalako kwa siku moja mbili, saizi tuseme it's a week ama ni 2 weeks since Muhanga? Ni siku ya 4. Lakini kwa vile nimefanya uchunguzi kwa hiyo place vizuri, ni pazuri, sikatai, ingawa kuna negative hakuna, kwa sababu tukienda kwa kweli watu wa huko hakuna uizi ile place. Kenya iko tu ni umbea. Mnadhani mnajua umbea ni udaku. Wale watu ni wadaku sana. Ukitoka nje watafuatilia umeingia wapi na macho. Wanauliza, wanataka kujua wanafuatilia wanafuatilia nini? Wanataka kutufuatilia sisi ni nani kwa mili sana. Halafu na yeye tena tunafanya nini na tuko na nini ndani ya nyumba. Kuna mtu anasimama kuwauliza kitu? Kuna anasimama, ni ile tu tukifungua mlango wetu unaona tu macho ya watu wote wanaangalia hapo. Na tukitoka tu nje tufanye ati mimi na ndugu yangu mdogo tunatoka nje tunakaa hapo kwa balcony. Wow. Tunaweza unda watu video. Yaani watu wanaweza kutuwatch. Wewe na Kadri. Wanatuwatch mbaya sana. Hao mama majirani tu wanatuwatch mbaya sana. Mtu wa mind business yake. Alafu disadvantage ya huko ni maji. Tena maji, Smila aliniambia tu maji iko. Ndio iko throughout, but mimi sijazoea kitu ya kulipwa. Ni throughout but ni iko difa na nini na hiyo rent iko kando, maji iko kando, stima iko kando. So rent inalipwa kando, stima obviously wewe utasolve tu kila siku ikiisha toke na but maji watakudai tu, unaweza kana miezi 5 unaleta bili ya maji unaleta hata karibu 20,000. Sasa iko hivyo. Kwa sababu sasa hii tangu tuhame ni siku 4 tu, lakini dada yangu amefikishwa anadaiwa 431. Tukiangalia mimi na Kadri kwa mita ya maji anadaiwa 431 shilingi 431. Lakini kwa siku 4 sisi ndio tunatumia maji vibaya. Tukienda kwa kweli ule dada yako ule naye anakatisha, anatumia maji vibaya. Yeye ndiye anatumia maji vibaya ama nyinyi wewe na yeye anatumia maji vibaya kuliko sisi. Sasa sisi ni boys, unaweza kaza hata siku 2 bila kuoga. Hata siku 2 bila kuoga? Sijasema mimi. Wewe nyinyi ni wanaume mnaweza kaza hata siku. Maanisha hata mmekaa hako hivyo. Basi acha nitumie basi. Au wanaume nisiseme mimi niko ndani. Mimi naoganga. Si unaona tu vile nimechange. Niko sawa.
Sasa maji kumaanisha we ebu tena maji ukweli iko kwa nyumba ni cheap, kila kitu iko cheap huko, na tena huko secure, CCTV kila mahali. Sasa uwezi ibiwa, uwezi fanywa chochote yote. Hata hiyo kaninika place mliingia hapo ndani kako secure, CCTV ziko na kuna watchman anakuanga hapo. Milia anakujanga matime gani kutoka job? Sometimes anaweza kuja saa 7 usiku 8 na anaingia tu mwenyewe, Uber inamleta tu mpaka hapa. Hata kama ana Uber akisimamishiwa kwa nini huko anaingia tu kwa gate kenu na lakini hapana, Uber itamsimamishia na huko yezi ingia ndani ya hizo. Kuna place Uber inapita tena inaingia. Ni space kubwa, hata tipe inapita, magari mingi zinakuja mpaka huko. Ni tu maanisha ni pazuri sana. Shida tu ni moja, unajua tu Nairobi everywhere switch. Watu wajui ku maintain hiyo ni usafi. But pazuri kabisa. Tukiingia kwa place yetu ambayo tunakanda hapo, nao na maintaining usafi juu kuna penye watu wanaishi, lakini hapo penye watu wanapita tunaona hiyo nini hiyo kamtaro. Hapo mtaro ndio chafu, ni black, wananuka kabisa. Hii ni bambingi, hiyo nje inanifanya naweza kata siku 3 bila kutoka nje. Afadhali nizunguke kwa compound yetu, but nisitoke hapo nje. So kumbe na ile siku tulikuwa tunaangalia kuingiza vitu, kila mtu anashughulika tu na mambo yake, kuna mtu anashughulika. Sasa hii ndio anaanza kumbea sasa, wanawasoma bado sio ashatusoma. Sasa hakuna mtu ametuongelesha kwa uplote bado tu anatusoma. Na uzuri si kila mtu ana mind business yake, kwani ndio maana pent tulikuwa tunakaa huko, kila mtu bana na mind business yake. Hata ukivaa hii ya wasichana inaitwaje hii ndani panti kwa kichwa, atafuatilia anaona da huyu ni cheese. Lakini hapo mwalimu kwa watu wanafuatilia sana che mnafanya. Na lakini wewe unajuaje pene mtoto anakuangalia basi? Anaangalia nani? Mimi nampendeza kila siku. Sasa kila siku tu niangalienge, na kuna mademu kwa jua nyinyi wanaume wametutoa kwa nini pasi penye hakuna mademu wametupeleka mama. Lakini wacha shule ifunguliwe tuone ni nani ndio mwanafunzi na nani si mwanafunzi, maana kila mtu ni saizi moja. Hapo watu saizi ya peshe wengi wao. Peshe ni mdogo huko saizi ya Sasa unajua ndio peshe saidia maji yangu. I think sijui ilipelekwa jikoni na tea. Saidia ni kunywange. Ndio lete. I remember ilipelekwa jikoni. Si nimemwacha hadi akalala kwa. Basi. Eri amelala, acha kasukume. Si uzuri ashakula lunch. Nikamiko bedroom. Naenda niletee maji. Na nani alipeleka huko? I don't think kama iko huko. So nyinyi hiyo ndo life yenye kuna huko pia. Iko jikoni saidia. Enda jikoni, acha kusumbua. Jikoni saidia huko. Mtoto naye atakangi kutumwa po. Okay. So benye mimi na plania. Ni pazuri wewe kuja. Uko na security. Mimi na kadi sisi. Security mimi natafuta nyumba ya 1 bedroom. 1 bedroom iko. Tena ni 70. Unaweza pata kuna 6k. Sasa Milia ameenda na ya 75 kwa sababu na ni 1 bedroom. Kuna za 6k iko huko, bed sitter ni 5k. Single room 4. But ni kujenga tu vile naona tu hii. But Jimbos unajua single room ni 8,900. Bei kali. Sasa huwezi compare na hapo. Unajua watu wana nini kwa sababu kama ni kitu yenye yani people they do compare. Nyumba zinakaribia kufika tao. Like nyumba yenyewe unaishi karibu na barabara penye unaweza pata usafiri kwa urahisi. Kitu ya haraka, lakini hata hapo hiyo place iko tu sawa. Iko karibu na barabara, sio nyingi Milia kiume. Ukikompea na penye tulikuwa tunaishi zamani Ujimba hapo. Mtu unaona distance ya wewe kutembea kutoka penye gari imekushukishia mpaka kwa nyumba ni same na gari kukutoka
taona umelipa mpaka penye yako ka place nako ilikuwa kutembea peke yake unachoka. Sasa kila ni mnamwacha at least anatembea. Na akishafika kwa nyumba unamhurumia tu, mizizi imepita hapa mpaka katikati ya kichwa. Unajua dada kama na mzizi hapa inanichekecha. Haya mzee. Ndio alifuata sura ya baba yake. Alifuata kila kitu ya baba yake. Sasa hivyo tu, lakini si at least sasa hii si mbaya kwa kubeta. Yeah. Kwa beta kabisa. Tushaanza kuzoea, hata tunajuta kwa nini tukuhamia hapo zamani. Ni pazuri kabisa. Ni ngumu ndio kuelewa kunini kujuana na watu, lakini si pole tu. Pole tunazoea na tutajuana na kila mtu. Tena hao ndio huwa watatuomba urafiki. Sasa urafiki kwa ndio, but sijaonako pale watu wenye wanatumia bangi hakuna. Wale wa tabia mbaya like wasumbufu sijaona. Group kama yenye Kadra alikuwa amewakip Ojimbo sijaona. Maybe tu wakuja wamtembelee juu. Naona mmoja tayari anajua hapo, ule mwenye mama alimpigia huko simu ati nani anaitwa Leon. Si anajua hapo yeye amekaa, anajua mpaka kwa nyumba penye tunaka tena. Kadra alishatafuta alitafuta yeye, huyo mtu alikuwa anaishi mmoja tu kwa muda mrefu. Sasa ni mtu ambaye anajua Nairobi vizuri. Sasa uwezi mficha venye mko. Sasa Kadra alimuelezea kwa simu tuko pasi fulani na mpaka katuambia sigrajika hapo. Kuna kageti kengine hapo ifunguliwe. Uingie hiyo, anajua yote. Tena ndio anakupatia direction na wewe ndio unaishi hapo. Hakupatia mpaka penye unaishi. Na haja kanyaga. Ni mtu anajua. Sasa mabesha Kadra tu mpaka tu atakuja, lakini Caleb si unajua yeye anajua. Yeye alikuja kututembelea siku moja. Wewe jamani mzuri. Caleb ni nani? Ule mwenye alikwambia ako 17 years mwenye nilimchukua roof. Mwenye tulikuwa tunafanya nini na yeye? Hiyo siku tulikuwa tunafanya content na yeye. Muoga hivi. Hiyo kamteso wako. Mteso muoga. Kanajua hapo ama ni area ndiye anaishi? Yeye anaishi nini? Anaishi huko Jimbo, but alikuja kututembelea. Si unajua baada ya kukaa huko siku mbili Kadra alimpigia sema atakuja kwa tuone. Ajue at least pen tunaishi. Inataka kututembelea kujenge mara moja kwa wiki ama hata mara 2. Iko sawa. Iko sawa. Hey guys, to may have a very long conversation with my brother here. Anajaribu kunipea stress. Hey! Stress. Anajaribu kunipea story kuhusu place yenye wamehamia recently. Like by the way, there is a place wamehamia, place inaitwanga sijua hapo. Anyway, Decenter side za Jogoo Road ukienda na huko kama unda Kayole. But it's a nice place. I went there once. So anajaribu kunipatia story ya environment because I'm also thinking of vacating from here. Yeah, so it was nice to have time with my brother, and we are still going to have more and more time as we move on. I think you guys, huyu si mgeni kwenu. You know him, man. She's my brother. He is nini nimekunywa ni maji tu. He's my brother. My young brother. I'm the eldest, obvious. Otherwise guys, msisahau kushare video, at least to push kitu guys. Si to push tu mtupatie. Hebu tufikishe hapo ka subscribe. How many subscribers? Hata hebu tufikishe 11k subscribers. Views, hebu tu share video kwa wingi guys, to share. Otherwise, wacha to meet episode 2. Hii imekuwa episode 1 of my brother came to visit me. It's rare for him to come here. Now that sasa amekuja, I'll make use of this time. It's an opportunity for me. I'll make good use of this time with him because he will be leaving in the evening
of course, but at least we can do something, right? Otherwise, let's tune in to the next episode of My Brother Came to Visit